mziki dawa yangu, mziki dawa yangu, mziki dawa yangu, tena yaliwaza. Mziki ni dawa mashinani, mziki ni dawa Marcelini, mziki ni dawa manyumbani, mziki ni dawa familia, mziki ni dawa, ni dawa, mziki dawa yangu, mziki dawa yangu, mziki dawa yangu, tena yaliwaza. Mziki dawa yangu, mziki dawa yangu, mziki dawa yangu, mziki dawa yangu, tena yaliwaza. Mziki ni dawa kwenye familia, kwenye familia, mziki ni dawa hata hotelini, mziki dawa yangu, mziki dawa yangu, mziki dawa yangu, tena yaliwaza. Mziki dawa yangu, mziki dawa yangu, mziki dawa yangu, tena yaliwaza. Mutema izalala skozu yuyokanga wawenanga pepinzulio mokanini nakende bayambanga inake Dar es Salaam kolela nangele kia boto bombu oya zanga kilibete kuna na Zanzibar, kuna na Zanzibar, shakashe swe melodi nanga, shakashe swe melodi nanga, shakashe swe melodi nanga. Oh, let's cry, President Aya, shakashe swe melodi nanga, shakashe swe melodi nanga, shakashe swe melodi nanga. Yani kitu kikali. Inaitwa rumba bana, inatoka nchi Kongo pale, na kwa mambo yako shwari sana. Juma lijalo tena tutakuwa tunawapa watazamaji Rubidi kitu kikali na vitu vitakuwa shwari sana. Bonge la show mziki dawa yangu hapa katika hoteli moja hapo tajika hapa katika mji wa Kakamega. Fikeni hapa watazamaji, na vitu vitakuwa shwari sana, mje mjivinjari, vyakula ni tamu na mambo yako shwari sana. Mfike hapa muogelee bana, madimbi yako hapa. Amena kwenye dimbwi. Na mambo yatakuwa shwari bana, michezo ya soka, michezo aina mbalimbali. Ama namna gani Bi Rubidi? Kabisa. Alafu unawaahidi watazamaji Juma lijalo utawapa kitu kikali kama kawa. Safi. Nimewaambia mkitaka, mkiwa na nyimbo ambayo mnataka tuwaburudishe nayo, unarusha hapo comment section, tunapata. Na mtazamaji ujue sisi ni wakale. Wakale kabisa. Hakuna pressure. Ni maisha. Sio unasema aje? Lazima tuishi.
Sawa. Na mtazamaji, umeshawasili katika ukumbi wa Mziki Dawa Yangu Show hapa katika mandhari mazuri ya hoteli mojawapo tajika hapa nchini Kenya, na vile vile katika mji wa Kakamega hapa The Golf Hotel. Kwa hiyo bana, wakati wote bana unajisi kujivinjari, fika hapa, manake unapotizama hapa kwa nembo basi unaona mwanzo muonekano maridadi sana, alafu vile vile kuna vyumba vya kulala, kuna vyumba vya kufanyia mkutano hapa, alafu vile vile kuna vyakula vizuri vya Kiafrika na vya Kiingereza. Kwa bana, fika hapa upate kujibarizi. Kuna uwanja wa michezo, kalete hata wanako hapa wapate kuburudika, wapate kucheza michezo aina mbalimbali. Kuna soka na vile vile waona hoteli yenyewe yaitwa golf. Kwa hiyo hata mchezo wa golf bana uko hapa, fika hapa mpate kujibarizi na kwa mambo yatakuwa shwari sana. Usisahau tumesha alafu vile vile mtazamaji, usahau vile vile kuna madimbu ya kuogelea. Kwa hiyo bana, mfike hapa mpate kujivinjari, mpate kuogelea hapa na pale, na mambo yatakuwa shwari. Maji ni maenge, maji baridi. Afu vile vile kama unahitaji maji futende, yani maji ambayo kwamba ni si baridi na si moto, ama ni baridi kidogo, room temperature kabisa, room temperature. Kwa kweli yani maji vuguvugu. Kwa bana, watazamaji, mfike hapa, tizama, si eti kwamba labda tunawaambia mambo ambayo si ya kweli, mambo ambayo hayapo kabisa. Yani mambo ni hadarani, mambo ni waziwazi. Kwa bana, hebu tizama dimbwi bana, maji ya samawati, maji mazuri. Kwa hiyo bana, fikeni hapa. Na mambo yatakuwa shwari sana. Kabisa, yani bana, waweza kujilaza kule kidogo kama umechokeana. Alafu mambo yanakuwa tu shwari sana. Usisahau tupo katika bonge la show Mziki Dawa Yangu hapa katika runinga tajika ya Kongowea. Kwa hiyo bana, tumesha kita kambi na leo tutakuwa tunawapa burudani hapa na pale. Tutakuwa tunamsifu Mwenyezi Mungu pamoja na wewe hapa. Na vile vile tutakuwa tunawaleteni mada kwamba watu yafaa wavalie vipi, watu wanafaa kuvalia namna gani basi. Na basi vile vile kuvalia basi na umuhimu gani. Basi pengine ukivalia kachara ama ukivalia nadifu bana, mambo yanakuaje? Maana kachara waelewa kweli ovyo kabisa. Yani ukivalia ovyo ama uvalie shela bela, nasema vile kwa kweli Kiswahili sanifu yani tena ujue ndio nimesema kwamba tutakuwa tunawagusia watazamaji bana, watakuwa wanavalia vipi, alafu vile vile watakuwa wanafanya matches vipi, watakuwa na machisha nguo kwa namna gani. Na nafikiri mambo yatakuwa shwari, na nafikiri kabla sie kuendelea tutakuwa tunawaleteni bana, takriban tutakuwa tunawaleteni zawadi hapa na pale, tukimsifu Mwenyezi Mungu pamoja nawe, na mambo yatakuwa shwari. Na usisahau kusubscribe, kucomment na kulike vile vile na kushare. Runinga ni moja, Kongowea TV, na mambo yako shwari sana. Kwa hiyo bana, kuna wimbo ambao unasema kwamba
eti sitabaki jinsi nilivyo. Kwa hiyo ni wimbo mkali sana, ulimbwa na mwimbaji mojawapo maarufu sana hapa duniani na vile vile Afrika Mashariki, na tukishuka chini zaidi katika nchi ya Tanzania anaitwa Joel Lwaga. Kwa hiyo alisema kwamba hata baki jinsi alivyo, kisa na maana Mwenyezi Mungu ni mtetezi wake. Kwa bana nitakuwa nawagusia wimbo ule, alafu mambo yatakuwa shwari sana. Nafikiri utakuwa kama unajua lyrics, basi utakuwa naimba nami pale pembeni na mambo yatakuwa shwari sana. Hebu sikia mtazamaji, kitu kikali ndio kinashuka bana. Asafi. Sitabaki kama nilivyo, 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 sitabaki kama nilivyo. Maisha haya napita tu, hali ya sasa kwa muda tu, ushindi wangu karibu nami, mtetezi wangu. Sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo. Silalamiki wala sikufuru, najua ni darasa napitishwa, imani yangu ipo kwenye kipimo, najua nitapita tu, sitamani ya wengine wala sijilinganishi, najua wakati wangu upo, siogopeshwi na mapito ninayoyapitia, na mwamini yule aliyeruhusu nipite. Sitabaki kama nilivyo, 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 sitabaki kama nilivyo. Mtazamaji, kitu kikali sana, wimbo unasema sitabaki jinsi nilivyo. Kwa hiyo bana, ukiwa pale pembeni imba nasi, na hata ukiweza piga vigegele pale na mbwembwe, na kwa mambo yatakuwa shwari sana. Nafikiri tunaendelea shwari katika bonge la show Mziki Dawa Yangu hapa katika hoteli mojawapo tajika hapa nchini Kenya, na vile vile katika mji wa Kakamega, The Golf Hotel. Kwa bana, fika hapa ujibarizi bana, hapa na pale kuna vyakula vitamu. Sijui unapenda chakula gani jamani, mtoa mama? Mimi napenda pilau. Pizza unapenda? Napenda pizza. Alafu na nini tena?
Ambia watazamaji vile vile na kuku, yani tena ujue ubinti ni Mluya, kwa wanasema anapenda kuku. Kwa bana, fikeni hapa bana, mpate vitu vikali, vitu vitamu, vyakula vizuri na vile vile michezo ipo vile vile. Mfike hapa bana, mjivinjari, mjibarizi na kwa mambo yatakuwa shwari sana. Tunaendelea vizuri bana. Nilikuwa nimewagusia hapo awali kwamba tuko tunagusia mada fulani bana, jinsi ya kuvalia bana. Watazamaji, mtavalia vipi jamani? Yani tena ujue unadifu na kuvalia kachara, yani tena najalisha bana, it matters bana. Wewe ukifika katika mandhari fulani bana, utapokelewa vipi? Kwa bana, kuvalia vizuri ni jambo la msingi sana na vyema sana. Kwa bana, leo tunagusia mada ile, na vile vile niko na daktari wa matches, yani yeye ndiye anajua jinsi ya kusawazisha bana. Kusawazisha ni nguo bana, nguo gani bana ingana na gani, na yuko hapa kwa kweli. Nafikiri hata ukikasirika sana, hebu simama watazamaji akuone. Nafikiri mnaona kwa kweli. Binti maridadi, binti mwenye ulimbwende kabisa. Yani kavalia nadifu kwa kweli. Watazamaji, nafikiri mfano mtapigia pale, na tokea leo bana mtakuwa mnavalia vizuri, na kwa mambo yatakuwa shwari sana. Kwa hiyo yani hatusemi vitu ambavyo vipo, tunasema vitu ambavyo vinaonekana kabisa, yani unashuhudia kwa macho kabisa, na kwa mambo yanakuwa shwari sana. Kwa hiyo Birubi, nafikiri unajua watazamaji, hata kama ni sahibu zetu na vile vile ni wafuasi wetu, yani siku zote bana ni vyema tukijitambulisha tena, yani tunawakumbusha hapa na pale, na mambo yanakuwa shwari sana. Mimi usisahau ni rubani kaka Isaac Peculiar katika anga ya muziki Dawangu Show hapa katika runinga ya Kongo. Kwa hiyo bana, naendelea kututizama, kutufuatilia bana, kushare na kusubscribe, na mambo yatakuwa shwari sana. Kwa hiyo bana, ningependa nimkaribishe Birubi aweze kujitambulisha hapa na pale, alafu kisha baadaye utanipigia pasi tena, tutakuwa tunaendelea vizuri sana. Karibu sana Birubi, jitambulishe kwa watazamaji. Asante sana Peculiar. Na mimi naitwa Rubia D. Rubia D, wanapenda kuniita Ruby. Ukitaka Ruby, ukitaka Ruby D. Kwa kweli zote ni sawa. Lakini hapo kwa usanii najiita Rubia D. Alafu vile vile tuambie hisia zako ni zipi katika bonge la show la muziki Dawa Yangu. Nakwambia hili show nalipenda, ama niseme naipenda. Unajua Kiswahili hapo kidogo, lakini najaribu. Kwa kweli napenda hii show sana. Show ya muziki Dawa Yangu. Alafu mandhari tu, mandhari mazuri tena, tupo katika hoteli maridadi na mambo kwa shwari sana. Kwa hiyo bana, mtazamaji, ni Ruby D alikuwa anajitambulisha hapa na pale, na basi moja kwa moja nitakuwa najitosa katika mada ya jinsi ya kuvalia hapa na pale bana. Watazamaji, mtavalia vipi, na hata mimi nitavalia vipi, Ruby D atavalia vipi, hata bwana director wa Kongo ya TV bana atavalia vipi, na basi Rais Ruto atavalia vipi, yule gavana wako atavalia vipi, na wewe mtazamaji utavalia vipi, na kwa mambo yatakuwa shwari sana. Kwa basi moja kwa moja katika bahari ya mavazi hapa na pale, na kwa mambo yanakuwa shwari sana. Kwa bana, unajua mtazamaji, ni vizuri sana bana ujue kuna hafla mbalimbali hapa na pale katika maisha. Yani kuna hafla za kiserikali, kuna hafla rasmi hapa na pale, na vile vile kuna hata shambani bana, kuna mandhari ya shamba pale bana. Kwa bana, inakuwa vizuri sana ukipanga haya mambo yakuwe sawa, na vitu vinakuwa shwari sana. Kwa hiyo Ruby D, unajua wewe, mie siku zote bana, yani tokana na mtazamo wangu ama na kauli yangu, mie nilishakata kauli na nikasema wewe ni profesa wa mavazi na kusawazisha mavazi hapa na pale kabisa. Hebu watazamaji muone kabisa kabisa, wape 360 kidogo wakuone kabisa kamili, na mambo yatakuwa shari sana. Mtoto maridadi, mtoto anapendeza, na ndio manake nimesema kwamba yeye ni profesa wa usawazishaji wa mavazi na kuvalia ama kumatch bana. Inaitwanga fit and match ama I think so. Kabisa. Sasa ndo vile bana. Kwa bana, tuko katika mada hiyo leo na mambo yatakuwa shwari sana. Kwa hiyo Ruby D, ningependa tu nikurushie maswali fulani hapa na pale, na kwa bana utakuwa unaekeza. Kwa hiyo wewe unahisi kwamba
kuna umuhimu wa watu kuvalia nguo pengine aina mbalimbali katika mandhari aina tofauti tofauti, basi kuna umuhimu gani basi, ama vile vile utaambia watu wavae vipi basi? Kwa kweli sababu mandhari ni tofauti bana. Kuna kanisa, kuna biashara, hata shambani bana unapokwenda kuogelea, katika shughuli za kiserikali hapa na pale. Kwa bana, hebu weka mambo waziwazi bana, watazamaji wajue kwamba tutavalia vipi katika maisha ya mambo leo, na kwa mambo yatakuwa shwari sana. Karibu sana. Asante sana. Okay, mimi naamini kuwa kuna ile saying tunasemanga my dress my choice. Kuna hiyo kauli kwa kweli. Naam, kuna kauli hiyo my dress my choice. So wewe vaa unavyojisikia. Naam, lakini tena pia kuna vaa according to na mbona useme kwamba eti watu wavalie jinsi wanavyosikia? Wewe mbona ukasema hivyo? Unajua mtazamaji atataka kujua mbona umesema kwamba watu wavalie jinsi sababu bwana, unajua ukikwenda kanisani pale mchungaji atakwambia usivalie jinsi unavyotaka wewe bwana. Kwa hiyo bwana, wewe nafikiri una sababu gani ama una maoni gani basi? Acha niseme vile kwamba una maoni gani watu wavalie pengine kuweka wazi kuhusu hiyo kauli ya kwamba dress your choice. Karibu sana. Asante. Naam. Okay, I think when I say my dress my choice, I mean you just wear decent but what you feel is comfortable with you, because at the end of the day when I dress like this to please you, mimi nitafika mahali na maybe I'm not comfortable in that outfit, hata kama inanipendeza. So just feel comfortable with the outfit you are in, and then another thing, dress again kulingana na lengo. Na mkiwa kanisani obviously you'll dress comfortably but in a churchful manner, you see, decent manner. Not that when you're outside now you dress indecent, but always just look good always and feel comfortable. That's what I mean. Na mtazamaji, Ruby D anajaribu kupeana sababu ya kauli ile bana, hiyo dress your choice. Anasema kwamba you need to dress decently hapa na pale, ili kwamba uhakikishe anytime you are putting on something bana, you are comfortable with it, na mambo yanakuwa shwari sana. Na vile vile labda nirejelee kwako tena basi. Unajua kuna wakati moja nilikutana na bwana fulani. Nikutana na bwana fulani afisa wa kiserikali. Kwa bana tukawa na mazungumzo moja kwa moja naye hapa na pale. Kwa bana akawa ananigusia kwamba eti unajua eti mavazi na muonekano wako bana ina nguvu fulani, ama vile vile ina ushawishi fulani hapa na pale. Ati bana waweza kwenda mahali ya jinsi ulivyovalia bana, sio utachukuliwa vipi, watu watakuona namna hii, watu watakuona namna hii. Kwa hiyo bana nikasema bana, wajua wakati mwingine unaweza pata watu kavalia kachara na katika hafla zile ambazo kwamba ni rasmi hapa na pale, na kwa mapokezi yatakuwa vipi? Kwa mtazamo wako ni upi bana kuhusiana kwamba yani bana mtu anavovalia kwa namna fulani bana itakuwa na ushawishi vipi, hasa ukizingatia katika mandhari pengine ya pengine shughuli za hafla rasmi za kiserikali hapa na pale, ama vile vile nataka uangazie kuhusiana pengine na watu wakiwa kazini na vile vile kanisani, na mambo yatakuwa shwari sana. Karibu sana Bi Ruby D. Asante. Mapokezi yatakuwa vipi bana unavovalia? Mapokezi. How do people see you? How do people receive you? And how will you be addressed? Na mambo yatakuwa shwari. Karibu sana. Asante tena Peculiar. So I think unavyovaa tena pia, hata kama tunasema my dress my choice, vaa unavyotaka, vaa decent, vaje vile na the way I present myself today, vile nakuja nimevaa, utaniangalia hivi and you'll know the kind of a person I am. As much as we see it as something not a big issue, it's something big, because Peculiar wewe unavyokuja hivi mimi nitakuwa nani juu huyu ni mtu wenyewe anapenda mapambo, anapenda clad, nikitumia jina kama hiyo, anapenda na mapokezi. Ndio maana nimesema wear according to the event. Wear according to the event. So nikikuja hapa nivae
vile event inataka nivae, you know. Yani if it's somewhere where you're going, if it's something casual, make sure the event you're going to is casual too, so that you don't look off. Because kuna ile you now look off. Labda nikuulize basi, katika hafla za harusi watu yafaa wavalie vipi basi? Ama kala vile vile, hebu tupatie mavazi wavalie vipi na kala vile vile ya harusi bana. Afu mambo yanakuwa vipi? Hebu tueleze bana. Afu vile vile matanga utuambie watu wavalie vipi, wavalie kala gani? Alafu vile vile watu wakikwenda wapi? Wakikwenda maabadini wavalie vipi, na tena wavalie kala gani, ama kala haijalishi. Hebu tuwekee wazi basi kwa watazamaji na mambo yatakuwa shwari sana. Mwanzo tuanze na matangani. Matanga. Okay. Nafikiri nowadays people just wear according to what they want to wear. But nahisi kuwa kwa matanga sana watu valia rangi dark, si ndio? Wanavalia nyeusi, si ndio? Because ukivaa bright but bado you can still wear though. Alafu kuna ile sijui kama ushaona mavazi mtu mwingine anapiga mavazi mpaka ni kama yeye ndo amekwenda kutisha, ameongeza mpaka miwani juu. Lakini kwenye matanga. Naam. Kwenye matanga usitishe tena sana mpaka unakani kama wewe ndo umeua. Kwa kweli. Maanake kule tumekwenda kuomboleza. Kali sana. Sasa mtazamaji bana, Birubi anasema kwamba kule katika matanga bana mvalie jeusi. Kama ni kala basi mmeshindwa kutambua, valieni jeusi bana, tunawapa mawaida bila pesa. Yani mawaida ya bure. Na vile vile katika harusi mvalie jeupe bana, suti jeupe hapa na pale. Mbani mvalie kachara na mambo yanakuwa shwari sana. Katika hafla za kiserikali bana, akisha bana unapiga suti hapa na pale bana, ama kama una Nigeria pale Nigeria fashion bana, wekelea bana, afu tena vitu vinakuwa shwari, si ndio? But kwenye harusi okay, bibi harusi huwa anavaa kala white. Ndio. Kwa hiyo na sisi tusivalie jeupe. Ukiva white na feel it's a little bit. Kwa bana, maoni yako basi ni utavalia vipi? Wavalie tofauti ama? Kikwangu mimi naona alafu napata mtu amevaa rinda nyeupe mpaka karibu anataka yani ni kama kumachisha kabisa na bibi harusi. Yani inakaa mpaka off kidogo. Alafu kwa nimesahau ila nimekumbuka kwamba you'll be addressed according to the way you dress. So kwa hiyo bana, kwa masuala ya heshima hapa na pale, unajua nimesikia watu wakisema kwamba siku hizi bana watu wanafanya ugavi wa heshima tokana na muonekano wako, ama vile vile. Kama vipi kuhusiana na kauli hiyo bana? Watu watakupakulia heshima tokana na jinsi ulivyo valia. Ina make sense kiplani. The way you dress is the way I'll address you. Wewe umeshawahi jikuta katika hali sana wanawake, sana wanawake inao mendo mnakuwa na hiyo kauli sana. Naam. Unapata mwanamke amevaa hivi maybe rinda linafika huku chini ya kweli. But again I think it's not like that. Okay. Mtu anaweza valia tu hivyo tu maybe indecent, na kumbe ni sio. Kumbe moyoni mwake ni mtu mzuri tu kabisa. Alafu tena ana hela na ana heshima tu, lakini tunasema tu hivi ili ukae ni kama uheshimike. Yani dress decent. I think kuna wanaume wengine wanavaa tu ovyo. Hata tusingilie wanawake sana. Wanaume pia wavae vizuri. Ama ni aje wanawake, wanadada, wanaume pia wang'are. Watazamaji, kwa hiyo bana wanasema bana siku hizi heshima inafanyiwa ugavi tukana na muonekano na vile vile ulivyovalia hapa na pale, ila tunasema heshima ni kwa wote, kwa wakubwa na kwa wadogo, kwa wale waliovalia vizuri na wale ambao hawajavalia vizuri, basi wote, lakini inategemea na hafla bana. Kama hafla bana ni rasmi, valia rasmi na heshima itapale na mambo yatakuwa shwari sana. Unaendelea kupata elimu hapa na pale. Watazamaji, tunaendelea vizuri sana, tunaangazia masuala ya mavazi hapa na pale na hafla tofauti na nafikiri tunaendelea vizuri sana. Kwa bana, tena tutakuwa tunakurejesha katika takrima fulani, tutakuwa tunakupa takrima na pengine kabla ya sie kuwapa takrima ile basi unajua Birubi ya hoteli tajika hapa mjini Kakamega. Kwa bana, mfike hapa mjibarizi, mpate vyakula nzuri hapa na pale na kwa mambo yatakuwa shwari sana kabisa. Yani unajua hoteli ni ngapi? Hoteli ni moja.
hapa mjini Kakamega na vile vile nchini Kenya. Yani tunasema hoteli ni ngapi Birubidi? Hoteli ni moja mtazamaji. Kwa bana, fikeni hapa mujibarizi bana, muogelee. Awali tulishaonesha dimbwi la kuogelea bana, alafu vile vile na vitanda vya kulalia bana, wakati umejaribu kuogelea hapa na pale. Kwa bana, wakati unapata mapumziko kidogo bana, unapumzika pale, alafu mambo yanakuwa shwari sana. Uwanja wa michezo vile vile ipo bana, fikeni hapa mcheze soka, mcheze kandanda, mcheze michezo mbalimbali na mambo yatakuwa shwari sana. Kwa hiyo tunaendelea vizuri mtazamaji bana, na nitakuwa na warejesheni kwa Ruby D Ruby, basi atakuwa anawapa takrima kitu kikali, kitu safi na mambo yatakuwa shwari sana. Yesu ni rafiki, ni rafiki. Nilikuwa natafuta rafiki atakaye kuwa kudumu. Nilikuwa nimekosa tumaini, yani binadamu badilika kama kinyonga. Tangu nikupate Yesu, sitafuti tena. Upendo wako umenipa nguvu Baba, nikiwa nawe Yesu, nitaogopa nani? Nitaogopa nini? Najua hutaniacha, pawe na shida basi wewe ni mwaminifu milele. Najua hutaniacha, pawe na shida basi wewe ni mwaminifu milele. Najua hutaniacha, pawe na shida basi wewe ni mwaminifu milele. Najua hutaniacha, pawe na shida basi wewe ni mwaminifu milele, 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 milele. Najua hutaniacha, pawe na shida basi wewe ni mwaminifu milele. Najua hutaniacha, na shida basi wewe ni mwaminifu milele, 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 milele. Yani mtazamaji, leo tumewapa vitu vikali vikali. Huo wimbo unasema vipi? Eti utaniacha? Hebu wapatia kapela kidogo. Najua yani hii wimbo huu wimbo huu taniacha, yani wimbo huu unamaanisha kuwa binadamu anaweza kuacha binadamu anaweza kutenga, lakini Yesu hawezi kuacha, hawe na shida. Kwa bwana, hakikisha kwamba una Yesu maishani na mambo yatakuwa shwari. Yani yeye ni mwaminifu na hawezi kuacha. Kwa bwana, leo tulisema tunawapa vitu vikali vikali mtazamaji. Tupo katika bonge la show Muziki Dawangu hapa katika runinga ya Kongowea bana. Kwa hiyo bana, kisha una subscribe, unatizama hapa na pale, unawashirikisha ndugu jamaa na marafiki, you share, una like, una subscribe na mambo yatakuwa shwari sana. Nafikiri tunaendelea kumalizia tawapa, na kwa hiyo vitu viko shwari sana. Yani mtazamaji, popote pale ulipo bana, unaweza tuma alafa hapa na pale bana, tuambie unatupata vipi, utuambie wimbo upi ambao kwamba umekubamba sana, na vile vile utoe maoni yako kwamba ni wimbo upi ambao unataka tukupatie na majuma yanayokuja, na vitu vitakuwa shwari sana. Hakikisha mtazamaji unaendelea kusubscribe, kulike and share, na vitu vitakuwa shwari sana. Nitakuwa na mtupia mpira B Ruby bana hapa na pale, atakuwa anawaambieni kwa heri, anawaambia majina yake na akiwaambia kwa heri hapa na pale, na vitu vitakuwa shwari.
Mwambie hata neno moja tu la wasia na saha bana, kwa dakika moja hivi, alafu ukiwaambia kwa heri na majina yako, na mambo yatakuwa shwari sana tunapotoka hewani. Yeah. Naam, wapenzi watazamaji, mimi ningependa tu comment, utap the screen, you like, you share, yeah, because ukifanya hivyo na si unatupa nguvu, unatupa yani ile motisha ya kuendelea, na unatupa 1 2 3, tunajua ni hivi tunafanya na ni hivi. Na pia waweza pia tuambia nyimbo zimekuaje, na pia kama wataka nyimbo tukuchezee gani na ipi. Nawapenda sote, nawapenda nyote sana sana sana. Love you guys. Sawa, ni kaka Isaac Peculiar Rubani katika anga ya muziki Dawa Yangu Show, na basi wanasema kila chenye mwanzo wana mwisho, na ndo basi tumefika ukingoni na kwa mambo yako shwari sana. Na kabla siye kutoweka hewani, basi nitakuwa na kuachia stempu ya bonge la show muziki Dawa Yangu hapa katika runinga ya Kongo ya TV. Mandhari ni moja hapa katika hoteli moja hapo tajika hapa nchini Kenya, na katika mji wa Kakamega The Golf Hotel bana. Fika hapa mjibarizi, na kwa mambo yatakuwa shwari sana. Kwa bana na wachieni stempu ya muziki Dawa Yangu na mambo yanakuwa shwari sana. Muziki dawa yangu, muziki dawa yangu, muziki dawa yangu, tena yaliwaza muziki dawa yangu, muziki dawa yangu, muziki dawa yangu, muziki dawa yangu, tena yaliwaza muziki dawa yangu, muziki dawa yangu, muziki dawa yangu, muziki dawa yangu, tena yaliwaza muziki ni dawa mashinani, muziki ni dawa maselini, muziki ni dawa manyumbani, muziki ni dawa familia, muziki ni dawa dawa yangu, muziki dawa yangu, muziki dawa yangu, tena yaliwaza muziki dawa yangu, muziki dawa yangu, muziki dawa yangu, muziki dawa yangu, tena yaliwaza muziki dawa yangu, tena yaliwaza muziki dawa yangu, muziki dawa yangu, muziki dawa yangu, tena yaliwaza mutima izololo skozu yuyokanga wawenanga pepinzolio mokanini nakende bayambanga inakei Dar es Salaam kolela nangele kia boto bombu oya zanga kilibete kuna na Zanzibar, kuna na Zanzibar, shakashe swe melodi nanga, shakashe swe melodi nanga, shakashe swe melodi nanga. Oh, let's cry President aya shakashe swe melodi nanga, shakashe swe melodi nanga, shakashe swe melodi nanga.
yani kitu kikali. Inaitwa rumba bana, inatoka nchi Kongo pale, na kwa mambo yako shwari sana. Juma lijalo tena tutakuwa tunawapa watazamaji Rubidi kitu kikali na vitu vitakuwa shwari sana. Bonge la show muziki dawa yangu hapa katika hoteli moja hapo tajika hapa katika mji wa Kakamega. Fikeni hapa watazamaji, na vitu vitakuwa shwari sana, mje mjivinjari, vyakula ni tamu na mambo yako shwari sana. Mfike hapa muogelee bana, madimbwi yako hapa. Amena kwenye dimbwi. Na mambo yatakuwa shwari bana, michezo ya soka, michezo aina mbalimbali. Ama namna gani Bi Rubidi? Kabisa. Alafu unawaahidi watazamaji Juma lijalo utawapa kitu kikali kama kawa. Safi. Nimewaambia mkiwa na nyimbo ambayo mnataka tuwaburudishe nayo, unarusha hapo comment section, tunapata. Na mtazamaji ujue sisi ni wakale. Wakale kabisa. Bye. Hiyo si utarusha watu wache kuocha.